Malengo ya mkutano huu na ninyi vyombo vya habari ni kama ifuatavyo, kama tulivyokuja kuyaita, kwamba kupitia katika huu mkutano tumelenga kuweza kutoa taarifa kuhusu maandalizi na ratiba ya hii semina, hicho cha kwanza. Lakini cha pili, tunataka kueleza madhumuni muhimu yatakayojadiliwa, maudhui yatakayojadiliwa katika semina hiyo, kwa sababu kila mmoja anahitaji kujua ni nini hasa kinakwenda kujadiliwa katika mkutano huo. Lakini tunataka kutangaza pia ushiriki wa serikali na wadau mbalimbali watakaohudhuria katika mkutano huu, na kuomba ushirikiano wa vyombo vya habari katika kufikisha taarifa hii kwa jamii na kwa upana zaidi. Na kuhusu semina hii ya elimu endelevu katika mwaka huu 2025, ndugu wanahabari, semina hii ni sehemu ya utekelezaji wa jukumu la kisheria la bodi la kuhakikisha kwamba wataalamu wa sekta ya ujenzi wanaendelea kuboresha ujuzi na maarifa yao. Tunazifanya katika kila mwaka, na mwaka huu 2025 pia tunaendelea kufanya hivyo kwa sababu tunaziita semina za elimu endelevu. Kwa hiyo tunawapatia ujuzi wataalamu wetu. Elimu hii huwezesha wataalamu waliosajiliwa na bodi kutimiza vigezo vya kisheria na kitaaluma vinavyohitajika kwa ajili ya usajili wao endelevu. Hii ni mandatory kwamba kila aliyesajiliwa anahitaji kuendelea kupata elimu endelevu kwa sababu ya ujuzi na mabadiliko mbalimbali ambayo yanakuwa yanatokea katika muktadha wa sekta ya ujenzi. Na ndugu wanahabari, katika maada kuu ya semina ambayo tunakwenda kuijadili siku mbili zijazo, kama nilivyosema hapo awali, inasema kujenga utaalamu endelevu. Kujenga utaalamu endelevu, viwango na mikakati. Kwa hiyo tutakuwa tunazungumzia kujenga utaalamu endelevu, sio uliosimama, endelevu, viwango na mikakati. Katika mada hii inaakisi dhamira ya EQRB ama bodi katika kuhakikisha kuwa wataalamu wake wanajengewa uwezo, si katika fani zao za msingi. Fani zao za msingi ndo kama nilivyosema, fani labda za ubunifu majengo na ukadiriaji majenzi, lakini hii inawajengea uwezo si tu katika hizo taaluma zao, bali pia katika maeneo muhimu yanayochangia mafanikio na ustahimilivu wa taaluma zao. Hii mada kuu ambayo itajadiliwa kama nilivyosema ya kujenga utaalamu endelevu, viwango na mikakati, ziko mada ndogo tatu ambazo zitajadiliwa katika mkutano huu. Kwa wanahabari, mada ya kwanza ambayo ni ndogo itakayojadiliwa katika mkutano huu inasema mikakati ya biashara na usimamizi wa fedha kwa wataalamu wa sekta ya ujenzi. Kwa hiyo kuna mikakati ya biashara na usimamizi wa fedha. Mada hii inalenga hasa kuwawezesha hawa wataalamu kuwa na ujuzi wa uendeshaji wa biashara. Kumbuka, ubunifu majengo, ukadiriaji majenzi, uhandisi, ukandarasi, hizo zote ni biashara, moja ya kada za biashara. Kwa hizi wanaenda kufundishwa namna ya kuweza kuwa na ujuzi wa uendeshaji wa biashara, utunzaji wa kumbukumbu zao muhimu. Kumbuka, mradi unapokuwa unaendelea, ziko kumbukumbu muhimu ambazo wanapaswa kuziweka kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Namna ya kutoa ushuru, wataenda kufundishwa pia namna ya kutoa ushuru wanapokuwa wanafanya majukumu hayo, na udhibiti wa fedha kwa ufanisi. Udhibiti wa fedha maana yake ni kwamba mradi ama kitu chochote ambacho anafanya huyu mtaalamu anapaswa kudhibiti fedha. Katika mradi unaweza ukajikuta kwamba usipodhibiti, unaweza kukuta ile mradi unaenda na value kubwa ambayo haijatarajiwa. Mada ya pili itakuwa inazungumzia kujumuisha mienendo endelevu katika ubunifu na usimamizi wa majengo. Na mada hii itajadili mbinu za kuhakikisha majengo yanabuniwa kwa kuzingatia mazingira, matumizi bora ya nishati, usalama na uimara wa muda mrefu. Naitwa Bundara Mashaka Robert, kitaalamu mimi ni quantity surveyor.
nafanya kazi bodi ya usajili wa wabunifu majengo na wakaji majenzi kama mkurugenzi wa idara ya usajili na mafunzo. Kwa swali la kuwafutia wataalamu ambao tumewasajili, tumewafutia kwa mwaka huu wa fedha, tumewafutia wataalamu 9 ambao default ni kubwa, ni kwamba hawalipi annual fee, hawalipi ada ya mwaka. Kwa maana hiyo sheria inasema usipolipa ada ya mwaka kwa muda zaidi ya miaka 2, sheria inasema natakiwa tuwafutie usajili. Labda niongezee kidogo kuhusu hii semina alivyoongea kaimu msajili, kwamba tumesema kwamba mgeni rasmi anategemewa kuwa waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, ambaye atafungua tarehe 25, na mgeni rasmi wa kufunga anategemewa kuwa mkuu wa wilaya Kinondoni Mheshimiwa Saadi Mtambule. Kazi yake moja hapo ni kuhakikisha kwamba wataalamu wanatumika kwenye majengo, wataalamu wanatumika ipasavyo kwenye majengo mbalimbali. Kwa maana hiyo sisi kama bodi ya access na plan surveyor, kwa sababu tunafanya ukaguzi na kuhakikisha kwamba wataalamu wanatumika, tunaamini ujenzi ambao unaendelea katika majiji mbalimbali uko katika hali ambayo inaridhisha, kwa maana kwamba kama kuna access na plan surveyors ambao wanatumika.